hapo umekuja kijijini hapa, kuna mtu uliofuatana naye mwanangu. Huyu mtu uliofuatana naye mwanangu umempelekea barua kwa wazazi wake au umefuatana naye tu kunileta hapa kijijini au umekuja naye vipi hapa kijijini hapa? Sawa mama, ulichokizungumza ni kweli na sahihi. Mimi nimechukua mtoto wa watu ambao sijatoa barua kusema kweli. Ila taarifa ya kujaji wa huko mama yake anaitambua. Japo baba yake hajafahamishwa. Lakini kwa kupitia ukaribu wa watoto wa kike, yeye na mama yake amezungumza hii swala limekuwa wamekubaliana, ndio maana nikachukua maamuzi ya kuja. Lakini pia hata na saa za kumkataa kumwambia kutokuja huku, nilijaribu kumwambia. Ila yeye kutokana na mapenzi akaniambia mama ameridhia, mimi niko na sawa. Sasa baba yake kama ajui, baba yake mtoto watu umenichukua, umenitosha kijijini kwa huko kunileta hapa. Baba yake na mama yake akimuuliza mke wangu we, mtoto wetu muni ndani msimuoni. Simuoni mtoto ameenda wapi? Baba kwa ajili ya mwanamke ataficha kwanza kusema mke wangu mtoto amenichukua fulani. Kwa hiyo kataka kuficha kwake wewe hapa baba mtu atakuwa kubata chukua mke wangu kama mtoto njoo unataka unitaja aliko kuwepo basi mimi nakupeka polisi. Polisi atatoka huko atakuja kukufuata mwanangu huko kijijini huko, akija huko kijijini tutafanyaje? Usiombe sana mabaya. Kwa sababu safari sio siku nyingi. Ni siku chache tu. Kwa hiyo kikubwa ama tuombeane heri tu ili jambo lipite kwa salama. Na ni kweli najua nimefanya makosa. Kuchukua watoto watu ambao sijamtolea barua na sijakabidhiwa na wazee wake. Ili ni kosa. Mimi ninachokitaka afadhali upeleke barua kwa wazazi wake. Ukipo barua kupeleka barua kwa wazazi wake, ukimuoa basi itakuwa kuna tatizo kubwa. Lakini sio kumchukua mtoto wa mtu huko kijijini unanitolosha unaleta huku. Unapotaka kunileta huku mtoto wa watu utakuja polisi kuja kukushika. Wewe utakuwa kwenye matatizo na mimi nitakuwa kwenye matatizo. Hayo matatizo ni nataka mwanangu utaenda jela. Sawa mama, ulichokiongea mimi nimekielewa. Ila mimi nikirudi mama ametenda kutolea barua. Sasa mimi ninachokuma mwanangu, kama kweli uko ulizaa na mwanamke unanitaka uishi naye pamoja, basi afadhali upelekee barua wazazi wake umuoe tuishi kwa usalama. Inama. Wifi inama hapo tumalizie mchezo. Bana inama nini? Wifi msiwezi. Wifi inama bwana. Wifi msiwezi. Inama hapo. Iname wifi. Kwa wapi kwani mchezo mimi nimesema siwezi kuendelea. Kwani lazima kuendelea tena. Ujio na masiara. Bili wifi nikwambie mimi kusema kweli mimi nilikuwa sijui mchezo unavyochezwa. Siwezi mimi kwa Emily mawe makonzi makubwa hivyo. Mimi bwana ujue mimi sasa hivi sipendi kugombana na wewe ujue. Sasa unaenda wapi? Naenda wapi kitu gani bwana unakera bwana? Wewe muda wote tunakubembeleza wewe tu. Nini wamzidi nini kwani? Jifanya unatoka jindo unajifanya nini pedisho sijui anaita nini. Mimi ujue unanikera. Mimi siwezi sasa. Unainama au inami? Mimi siwezi, siinami. Sasa nataka nikwambiaje? Yaani kwanza leo utaona na wabaya ujue. Kwa sababu umeanza wewe mwenyewe. Michezo ipo sijui nini tumekaa hapo tumekufundisha
Tumeanza kucheza, kapigwa bibi huyu hapa. Sasa hivi unajifanya siwezi ujue nini? Wewe usichokijua kitu gani? Hivi tufike mbele kwa sababu tu mchezo. Bwana unakea bwana, acha tukwambie ukweli, unazingua bwana. Tabia gani mbaya? Mimi unanikera tu. Nini? Msinita tena kuja kucheza michezo hapa. Ndio nakwambia. Mimi ndo nimekufuata na imani bibi sasa hivi uko sawa, kwa sababu toka tulipokuja mpaka sasa hivi nadhani uko sawa. Kwa hiyo mimi nimekufuata, naomba turudi nyumbani. Sawa, nakuelewa. Kwa kusubiri kwa muda mrefu. Kwa nashukuru kuja kaka. Sasa labda kuna kitu chochote ambacho labda kipo sawa, kwa sababu uji wangu bibi nadhani anao na wewe unao, labda kuna kitu chochote mlichoongea wewe na bibi kuhusu safari yetu. Kama hivi tumezungumza. Elewana. Watu ujua kuna mwelekeza kama mwana wanifanya. Kama tu Mungu bali. Sasa hivi muda ushaondoka. Kesho asubuhi mapema tutabidi tujiandae tuondoke zetu, kwa sababu sasa hivi tunajua usafiri na barabara ipo mbali sana. Barabara kubwa. Sawa, nimekuelewa. Mwanangu. Dai mwanangu, tauni kuna mambo mengi sana mwanangu, yani tujishuke sana vijijini na tauni. Bwana liache litodaa kama dawa mwanangu. Yaani ile siku naingia Bagala tu nashuhudia mtu anachinjwa hivi. Wewe vipi? Kaka, kule fika chizi kaka. Kawachizi? Ndio kaka. Kivipi? Watu twende kwa. Kawachizi kivipi? Wale hivi wale.
Mama! 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 Mama hayupo. Nada Fina. Kaka. Mama iko wapi? Mama iko shamba. Usikue kaka tendeni. Naomi! Naomi! Shemeji Naomi! 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 Wifi! Naomi! Wifi! Wifi! Shemeji Naomi! Wifi! Ninasema nini mtoto wapi hivi? Kaka usilie. Naomi! Tamuona sio hivyo kaka. Kaka sio hivyo kaka. Tamuona. Kuna moyo kaka sio hivyo kaka. Tamuona kaka. Tamuona kaka. Mtoto wapi tumeteleza nini mimi? Tamuona kaka. Tamuona kaka. Sio hivyo kaka. Tamuona. Naomi! Tamuona kaka. Tamuona kaka. Jitahidi. Jitahidi kwa kuwa mvumilivu kaka. Rudi nyumbani. Naomi! Rudi nyumbani. Ninaona wake mimi mtoto wapi mimi? Naomi! Sijali na mimi mtoto watu mpenda ugali kwa mzee wake. Napenda uzi yangu mimi jamani. Babake na mabeli na mimi babake ananipa kama nimekuja kijijini kuna Naomi. Naomi. Haya mjukuu wangu, nakuombeni dua, nendeni salama. Sawa sawa. Mimi sijambo, nashukuru, namshukuru Mwenyezi Mungu. Sasa hivi naendelea vizuri. Ndio. Nakuombeni mfike salama, mkakae vizuri na mjukuu wangu. Sawa. Basi mimi nashukuru sana bibi. Sawa. Nashukuru sana. Ila Mungu wako. Kwa hivyo vyote tutakuwa navyoendelea utasikose kutufahamisha kama utakuwa bado. Unaweza kutupigia simu na kaja mjukuu wako au mimi nikakimbia mara nikaja. Haya mjukuu wangu, nendeni salama na babu, nakutakieni kila laheri, mfike salama, mkakae vizuri Dar es Salaam huko. Mimi sijambo, naendelea vizuri. Kila kitachojiri basi tutafahamishana. Sasa mimi nakata no lakini mimi sielewi. Halo? Halo mama. Sasa hivi.
Safi, vipi hali yako? Kwema. Shikamoo. Hali vipi? Salama tu. Juu kwamba kitu kingine tumeiba kwa baba mtu hajarudi. Akisharudi mume wangu na yeye hajarudi na kuaje kwa mfano. Hamuoni kama nanipakie kesi ambayo haiwezekani. Mama, napenda nitangulize samahani kwa kilichotokea huku. Kilichotokea huku si tulichokitarajia. Huku yametokea matatizo makubwa. Mama Naomi kawa chizi. Chizi? Mtume mimi mwanangu, jamani mwanangu. Jamani mwanangu mimi mwanangu, jamani Naomi ya babake akirudi mimi nitamwambia nini jamani? Mungu nisaidie mimi mwanangu, nimepata nini jamani? Mwenyezi Mungu mimi mwanangu Naomi imekuwa kuwaje jamani? Mwenyezi Mungu najuta kwa nini nimeruhusu mimi baba wangu, nitamwambia nini sijui Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu mimi nitamwambia nini mume wangu jamani Naomi mwanangu mimi tukule na mwanangu na usafi mimi nitamwambia nini mume wangu mimi jamani? Mwenyezi Mungu. Naomi. Mume wangu. Mbona hivyo nini tena? Mume wangu mimi jamani mume wangu jamani. Mume wangu Naomi. Naomi amefanya nini? Mume wangu amechanganyikiwa Naomi. Hebu tulia kwanza, hebu nielekeze vizuri. Kwa maana toka kule natokea nasikia sauti tu. Naomi. Amefanya nini? Toka kwa mama yangu ndio vijijini ukata sehemu. Kijijini? Ndio mume wangu. Hivyo Naomi. Subiri kwanza. Unakumbuka nilikwambia nini mtoto? Najua mume wangu mbona katambuza zamani. Huko kijijini ameenda kufanya nini? Ameenda kwa nani? Mume wangu. Kuna mchumba ametokea akasema aende akamwangalia mama Kenzaze mume wangu tuliupa yutobala na kwa mume wangu na mke wangu umeharibu kila kitu. Hilo swala la mchumba linatokea wapi? Kwa sababu kama kungekuwa kuna utaratibu wa mchumba, hao wametokea mchumba, kuna jambo lolote ungenipigia simu, hujanipigia simu kwamba kuna mchumba au kuna dalili ya kitu chochote, na nilishakuhusia mke wangu kwamba mimi natoka. Hapa sihitaji mabadiliko aina yoyote. Tambua mke wangu, mwanangu nampenda sana Naomi. Leo unaponiambia jambo kama hilo mke wangu unanichanganya. Unajua nichanganya. Nalijua mume wangu nisamehe. Sikia nikwambie kitu. Sitaki kelele. Sitaki nini? Sitaki kelele. Mungu nisamehe. Mke wangu unajua unanichanganya. Alafu unanivuruga kichwa. Yule ni mwanangu. Subiri sitaki. Yaani sitaki maelezo mengi. Mwanangu Naomi. Wewe nikwambie wewe. Kusanya vitu, fanya utaratibu wa kumfuata mwanangu. Sitaki tena mjadala mwingine. Mungu sawa. Tusije tukagongana. Mungu sawa mwanangu mimi nakufuata na Mungu basi samehe Mungu samehe. Ila nilijua kwamba ataenda kula tarudi utarudi yote barua na kwa naomba tu nisamehe Mungu. Shanikuta Mungu. Sitaki kuambia kitu ngao. Tafadhali. Tuliza hizo kelele zako, tuliza hizo fujo zako, kaa chini. Ninachohitaji mimi hapa ni mwanangu tu basi. Sawa mwanangu, tena kupata. Sio mnaelewa vizuri. Ninachohitaji nini? Ni mwanangu. Fanya utaratibu wote mwanangu harudi hapa na mhitaji Naomi. Yaani tofauti na hivyo, hapa hatutakuwa sawa na hatutakuwa pamoja. Sawa mwanangu, nikuelewa. Sio mnaelewa vizuri? Sikuelewa mwanangu. Na sio unipigie magoti hivyo. Anapaswa kupigiwa magoti ni Mwenyezi Mungu. Sawa. Ninachotaka mimi utulie. Umenielewa vizuri? Na nipo tayari kukusamea lakini Naomi hawapatikana. Kiwango nilikosea sana. Kwa nini mnakuaga vipi? Mnakuaje? Sisi tumekaa muda mrefu hapa na mtoto wetu. Mbona sijaonaga upuuzi? Ina maana kuondoka kwangu mimi kidogo tu tayari tumekuwa fursa, si ndio? Basi nenda ndani. Nenda ndani panganyika kila kitu atafutwe Naomi, sio kitu kingine. Sio inakuaje? Yaani anasigiki kabisa kusema kwamba mimi ukapata mchumba hivi na